Ukishakuwa mjamzito, ni majukumu yako kufuatilia kila mabadiliko ambayo yanatokea kwenye mwili wako. Hiyo itaweza kukusaidia wewe kunotice vitu vya hatari ambavyo vitaashiria kwamba mtoto uliyembeba yupo kwenye matatizo. Yaani kama unavyofuatilia kula, unavyofuatilia kuvaa, unavyofuatilia usafi wa nyumba yako, ndivyo ambavyo unatakiwa ufuatilie pia ujauzito wako na mabadiliko yake. Usije ukasema hichi ni kitu cha kawaida, hichi ni kitu cha kawaida. Kuna vitu ambavyo vinatokea kama ishara kwamba mtoto ambaye umembeba yupo kwenye matatizo. Leo nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na miscarriage, changamoto ambayo inawasumbua wanawake wengi sana. Na sometimes mimi wanasema sio makosa yao, sometimes ni mpango wa Mungu kuweza kuletea kiumbe kilicho bora zaidi. Sasa, zipi ni ishara au dalili za mapema ambazo zitakuonyesha kwamba mtoto uliyembeba yupo kwenye matatizo? Dalili namba moja ya kwanza ni kutokwa na damu ukeni. Hatutegemei mwanamke mjamzito kuelekea hedhi kipindi cha ujauzito. Hivyo basi, kutokwa na damu ukeni, hiyo ni ishara mojawapo kwamba kiumbe ambacho umekibeba kipo kwenye matatizo. Na mojawapo ya dalili, mojawapo ya tatizo hilo ni miscarriage. Kitu cha pili ni ishara za mimba kuanza kutoweka. Kwa mfano, mtoto mara ya kwanza alikuwa anacheza, lakini ghafla tu amesizi, hachezi tena. Usije ukasema labda amelala, usije ukasema labda kawaida. No, unachotakiwa ni kuwasiliana na daktari wako ili uweze kufanya uchunguzi. Pengine mtoto uliyembeba yupo kwenye changamoto. Hivyo basi, unachotakiwa ni kuweza kufuatilia kila kinachotokea kwenye ujauzito wako. Fuatilia kila kinachotokea kwenye ujauzito wako.